Mambo matano ambayo yatakufanikisha ili kufanikiwa kufikia malengo ya kifedha katika hatua zako. Jambo la kwanza ni kujua kusudi ambalo unalihitaji, yani kile kitu ambacho unakihitaji kufikia, lengo lako, watu wakutafute kwa ajili ya kitu gani, na hii itakusaidia kuweza kueleweka kwa watu kwamba wewe unafanya kitu gani, kusudi lako ni lipi katika maisha yako, unataka uwe nani katika maisha yako, watu wakutafute kama nani katika maisha yako, ili wakupe pesa kupitia kile kitu ambacho unatambulika. Ni kitu kipi hicho ambacho watu wanakujua uko nacho, ili waweze kutafuta na kukupa fedha kupitia hilo jambo ambalo unalifanya. Lakini jambo la pili ambalo linakuhitaji uweze kufanya ili ufanikiwe katika maisha ni kuweka mipango yako ya kifedha. Lazima uwe na plan ya fedha ili uweze kufanikiwa kufikia ile lengo ambalo umekusudia katika maisha yako. Huwezi kuwa bila malengo alafu ukafikia yale mafanikio, kwa sababu malengo yanakusukuma kuonyesha kwamba kwa mfano kwa mwezi huu ninahitaji kufikia hatua fulani. Kwa hiyo lazima uwe na malengo ya mwezi, uwe na malengo ya mwaka, uwe na malengo ya miaka 5 na miaka 10 na kuendelea, ili yakupe msukumo. Ukiwa na malengo ya muda mfupi, wakati mwingine anaweza kufanya uweze kuwa na slowness ya kufanya kile kitu ambacho unakifanya, lakini ukiwa na malengo ya muda mrefu ambayo yameelezewa vizuri na yatakupa nguvu ya kuna msukumo wa ndani wa kuyafanya yale malengo, kuweza kukupa nguvu ya ndani ya kufanya vile vitu ambavyo ni vya msingi kila wakati ili kufikia lile lengo lako. Lakini pia lengo lako utakaloliandika, hakikisha unalifuatilia kila siku kwa kuweza kulisoma, kulipitia, ili kusudi likupe msukumo wa kuweza kuendelea kufikia lengo lako ambalo umekusudia. Lakini pia jambo la tatu ambalo ni la msingi sana ni kupata maarifa sahihi kuhusu kile kitu ambacho unalenga kukifanya. Maarifa yanayolenga kile kitu ambacho unalenga kukifanya, lile kusudio la maisha yako ni lipi. Kwa mfano, unatamani kuwa mtu ambaye unaandika vitabu, au unatamani kuwa mwimbaji, au unatamani kuwa mtu fulani. Sasa kile kitu ambacho unatamani ndani mwako kiweze kutokea katika maisha, sasa lazima uwe na maarifa ya kutosha ili uweze kuwa bora. Wakihitaji mtu katika hilo eneo wa kufikiria wewe kwa wepesi, ndipo utaweza kufanikiwa kukusanya makusanyo mengi ya kifedha, kwa sababu competition katika hatua mbalimbali ni ziko na watu wengi. Kwa hiyo lazima ujiweke bora kwa maarifa, lakini pia ujiweke bora katika hatua za kujiposition, ili kusudi wakiona katika hatua fulani waweze kukuhitaji na kuweza kukulipa fedha. Lakini kitu ambacho ni cha 4 kitakachokusaidia kufanikiwa kufikia malengo yako ya kifedha ni kuwa na mwendelezo kile kitu ambacho unakifanya. Kwa mfano, ukifanya kitu kile ambacho unatamani ndani ya maisha yako, hakikisha unakifanya kwa mwendelezo. Ukifanya kwa mwendelezo, ili kusudi watu waweze kujua huyu mtu tunamtafuta kwa lipi na tuweze kumlipa fedha katika eneo lipi. Kwa hiyo itakusaidia sana wewe unapofanya kitu kwa mwendelezo kwa muda mrefu, watu watakutambua kwamba huyu mtu anafanya kitu fulani. Lakini itakuwa ni ngumu zaidi endapo ukiwa unafanya vitu na kuachia njia na kufanya vitu vingine, kwa sababu watu watashinda jinsi gani ya wewe wakutafuti katika jambo fulani. Kwa mfano, leo unaweza kauza vitumbua afu kesho ukauza samaki. Kwa hiyo watu watashindwa kudefend huyu mtu tutamtafuta katika jambo lipi. Kwa hiyo aliyemtafuta jana kwa vitumbua akikupigia leo, naambia nimeacha jana na sasa hivi nauza samaki. Kwa hiyo itakuwa unawachanganya watu kuelewa kwamba wewe umesimama katika jambo lipi ambalo litakusaidia kukulipa. Kwa hiyo watu watakuwa wanakuja na kupatia, kwa sababu na wewe unabadilisha vitu vya kufanya. Lakini jambo la 5 ambalo ni la msingi pia la kuzingatia ni kuwa na mtazamo mkubwa wa mambo. Usifikirie vitu finyu katika hatua zako za maisha. Wewe unafikiria $500,000 katika mwezi, fikiria kupata kuanzia milioni 2, milioni 3 na kuendelea. Usifikirie finyu katika kwamba uko na biashara fulani ndogo. Fikiria kuwa na biashara kubwa, hata kampuni, hata kumiliki viwanda, mambo makubwa, kumiliki hatua kubwa, kuwa mtu mkubwa. Usifikirie mambo kifinyu, kwa sababu unapofikiri ndivyo yanatokea katika maisha yako. Kwa sababu unasema awazapo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani vile unavyowaza ndivyo inatokea. Kuna nguvu ndani ya kwako mwenyewe ndani. Unapowaza mwenyewe, mawazo, mtazamo wako unaweza ukaathiri sana maisha yako. Kwa hiyo mtazamo ambao ni bora katika hatua za maisha yako utakufanya pia kuwa bora katika upande wako wa kiuchumi. Kwa hiyo ukifikiria kupata milioni 10 kwa mwaka,
utapata milioni 10 endapo utaingia kwenye mikakati. Lakini ukifikiria kupata milioni 2 au milioni 5 kwa mwaka, hivyo hivyo utapata hiyo hiyo. Kwa hiyo unapofikiria, na maana mtazamo wako uwe mkubwa na mpana katika kufikiria mambo makubwa. Ukifikiria kupata 10,000, kuna mwingine anafikiria kupata 100,000, kuna mwingine anafikiria kupata milioni 10. Kwa hiyo huo tofauti una athari pia katika msukumo wa ndani wa kufanya vile vitu ili uweze kufikia katika ile hatua yako ya mafanikio. Naitwa Pamphilus Emmanuel Lushoke, ni mkufunzi wa masuala ya fedha na uwekezaji. Subscribe katika channel yangu ili uweze kupata video mbalimbali za kufundisha masuala ya fedha lakini pamoja na uwekezaji.